kufanya mtihani wa KCSE na KCPE mwaka wa 2024. Mpaka leo hawajapata certificate zao. Watu wanaenda kuapply kazi za jeshi za polisi bila hiyo certificate, utapata kweli? Sasa serikali hii ya Ruto hata kuprint certificate ya vijana imewashinda. Hiyo ni serikali kweli? Wako na waalimu zaidi ya 20,000 wale wa junior secondary ambao ni ma-intern walikuwa wanafanya internship zao zinaisha Disemba mwaka huu. Unakuta waziri mmoja wa serikali ya Ruto anaitwa Mbadi anasimama anasema tumetenga shilingi bilioni 6 ya kuajiri hawa watu on permanent basis. Alafu mwenzenu huyu Ogamba ambaye anatoka hapa Kisii anasimama anasema hakuna kitu kama hiyo. Sasa waziri gani ambaye wananchi wataamini? Tutaamini Mbadi ambaye anasema kuna pesa, ama Ogamba ambaye ni waziri wa elimu ambaye anasema hakuna kitu kama hiyo? Na rais anakuja bunge hazungumzii hiyo kitu. Sisi tunataka tujue kutoka kwa Mheshimiwa William Ruto, hawa interns wa JS ambao contract zao zina expire December, unawaandika ama huwaandiki? Kuna pesa ama hakuna pesa? Tusonge mbele. Tunapozungumza serikali kuu, ukiangalia ile madeni ambayo iko nayo ya private universities, karibu shilingi bilioni 60 ya wale sponsored students ambao serikali imekataa kulipa. Wewe unakuja bunge unaongea mambo ya elimu, unatuambia ndio itatufikisha mahali Singapore iko, na hauguzii haya maneno. Kweli wewe unajua ile kazi unafanya kweli? Anakuja anazungumza mambo ya afya. Mama zetu kila siku kule kwenye Senate tunaambiwa mama amezaa hospitali fulani, hospitali imekataa kumwachilia, wamekatalia mama, wamekatalia mtoto kwa sababu hakuna pesa ya kulipa. William Ruto mwenyewe akisimama mbele ya watu anasema ati ukienda hospitali uitishwe pesa ati upigie polisi. Mimi najua uhusiano wetu na polisi, sisi si marafiki. Wale wako hapa ndio rafiki zetu, kama wewe ni rafiki yako. Lakini wewe hatuwezi kukupigia simu wakati SHA imekataa kulipa. Ndio maana nilisimama bunge nikasema William Ruto akikuja hapa mumuitishe namba yake mwenyewe. Hospitali ikikuitisha pesa polisi, pigia nani? Pigia nani? Kwa sababu yeye ndiye alisimama akasema baada ya sisi kukatwa zile pesa tunakatwa, matibabu itakuwa bure. Na kama sio bure, yeye ndiye atalipa. Harambee zinaendelea. Mgonjwa akipatikana na kansa ama ugonjwa mwingine mzito, familia hapa zinauza mashamba, zinauza ng'ombe hadi tuweze kulipa bili ya hospitali. Ruto alisimama na kwa kinywa chake mwenyewe akasema SHA ikiingia matibabu itakuwa bure. Hizi harambee ni za nini? Hapa Kisii harambee zimeisha? Hazijaisha. Hospitali zetu za county ukiangalia zile pesa ambazo zinahitajika zaidi ya shilingi bilioni 70 ambazo SHA inadaiwa na hospitali zetu. Hata hospitali za makanisa serikali ya William Ruto imekataa kulipa. Kwa hivyo akikuja pale bunge na uongo, mimi kama Sifuna siwezi kaa hapo, kwa sababu nimewaambia damu itachemuka niseme hiyo ni uongo, wanirushe nje miezi 6. Na mimi lazima nikuwe hapo kutetea wananchi, si ndio? So mimi nakaa nyumbani naona uongo kwa TV tu, akisema uongo moja napiga shot. By the time amemaliza tumelewa chakare, kwa sababu ni uongo tupu anaongea. Sasa mimi nataka niwaombe mama zangu, sisi wana ODM, nilikuwa pale KICC wakati ambapo tuliandika mkataba na chama cha UDA. Hiyo 10 point agenda William Ruto hakuzungumzia hata point moja wakati ambapo alikuja pale bunge. Tulisema tunataka watu waache kuchukuliwa na polisi kiholela na kuuawa na polisi. Bado nasikia kuna ripoti vijana wanachukuliwa na polisi. Si ni kweli? Sasa wewe ukituambia kwamba umetekeleza yale ulisikizana na Mheshimiwa Raila Odinga, wacha kuweka maneno kwa mdomo ya Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu baba alinipa hiyo kazi. Mimi ndio mwenye kuandika huo mkataba na marking scheme ni mimi niko naye. Siku ile atatekeleza hiyo mkataba, yule atawaambia sio mwingine, ni mimi mwenye niliandika. Si ndio? Tunakubaliana? Ndugu zetu ambao wako ndani ya chama cha ODM wanasema wao wanasupport hii kitu inaitwa broad based. Hakuna ubaya.
wewe sapuni